get intervention in a timely manner. Na upatikanaji wa maji safi na salama ni jambo ambalo wengi hulichukulia kuwa la kawaida. Kufungua mfereji nyumbani au kujaza glasi kazini bila hata kufikiria ni jambo la kawaida. Lakini kwa familia katika kaunti ya Marsabit, maji ni changamoto ya kila siku, kwani visima na mito vimekauka na wakazi wanalazimika kutembea kwa saa nyingi chini ya jua kali wakitafuta bidhaa hiyo muhimu. Mwanahabari wetu Agutu Rosa alisafiri hadi Marsabit na kutuandalia simulizi ya ujasiri, uvumilivu na matumaini. Kurudi nyumbani na kufungua mfereji ukijua bila shaka maji yatatoka, kunawa au kuosha vyombo, au kazini ukienda kwenye dispensa ya maji bila wasiwasi kuwa hautapata maji, ni mojawapo ya mambo ya kawaida ambayo wengi hawafikirii. Lakini hali ni tofauti katika kaunti ya Marsabit, ambapo kutafuta maji ni kazi ya kila siku. Visima vimekauka, mito imegeuka kwa vumbi, na familia kulazimika kutembea kwa saa nyingi chini ya jua kali ili kupata maji. Mimi ni Agutu Rosa. Safari yetu ilianza kutoka Nairobi hadi Marsabit, kisha safari ya saa 5 kwenye barabara mbovu kuelekea eneo la Dukana. Chini ya joto kali, tulikuwa ndani ya magari yaliyokuwa yametustiri, lakini hatimaye tairi moja likasalimu amri kutokana na mawe yaliyokuwa barabarani. Kutoka hapo, tuliendelea na safari hadi eneo la Saru, ambapo tulikutana na kundi la wanawake waliokuwa wanakwenda kutafuta maji wakiwa na punda wao. Wanawake hawa hutembea kilomita nyingi kutafuta bidhaa hii muhimu. Mtu anaweza kudhani wanakwenda kwenye kisima au bwawa, lakini la, wanakwenda kuchota maji yanayotiririka kutoka ardhini. Baada ya kutembea umbali mrefu, wanachotaka kwanza ni kuondoa kiu kabla ya kuanza kusubiri maji kuchuruzika ardhini. Tulikutana na Bidu pamoja na wanawake wenzake. Wakiwa wamechoka, walikuwa wameondoka nyumbani saa 11 alfajiri kutafuta maji. Nilipofika hapa, hatukupata maji ya kutosha. Hivyo tunapaswa kuchota maji haya. Sijala chochote tangu jana. Ninalazimika kusubiri maji yatoke ardhini ili niweze kuchota. Punda hubeba mitungi miwili pekee. Hivyo, siku inayofuata wanalazimika kurudia safari hii. Wakati mwingine usalama pia ni changamoto. Wanaweza kushambuliwa na wanyama wakali au watu wenye nia potovu. Kwa wanawake wasio na punda, wanalazimika kubeba mitungi hiyo mgongoni. Maji hayo kidogo hutumika kwa kila kitu: kupika, kunywa, kuoga na kusafisha. Kilomita chache kutoka eneo hilo katika wadi ya Dukana, kuna bwawa la Serigabaro. Bwawa hilo lilijengwa mwaka 2010, lakini upande mmoja tayari umebomoka. Ile ingine hapo chini imetoboka na haikai na maji, na hii kiharibika tutakuwa na shida kubwa sana, sababu tunaenda mbali almost 50 to 60 km kutafuta maji. Siku iliyofuata tulielekea eneo la Farakoren, ambapo tulikutana na Diubea Lemaro mwenye umri wa miaka 50, mama wa watoto 7. Naondoka asubuhi sana kwa sababu kisima kiko mbali sana. Narudi jua linapotua. Idadi ya watu pia ni kubwa, hivyo kupata maji si rahisi. Shida yetu kubwa ni maji. Linganisha ngozi yangu na yako. Yangu imekauka kwa sababu ya ukosefu wa maji, chakula na lishe bora. Mtu ambaye hana matatizo kama yangu hawezi kuonekana kama mimi. Matatizo yangu ni mengi sana. Mifugo yetu ilikufa wakati wa ukame. Wale wachache tuliobaki nao ni dhaifu sana. Tunauza mmoja kwa shilingi 2,000. Nayo haitoshi kwa mahitaji ya familia. Hali hii inakatisha tamaa sana. Hatuna chakula wala lishe bora. Tunaweza kupata unga kwa mahindi tu, ndio maana afya yetu inazorota. Tumebaki na wanyama wachache waliodhoofika, wengine wamewapeleka sehemu nyingine kutafuta majani.
Siku iliyofuata tulienda Laisamis ambapo tulikutana na Kule Harao, mama wa watoto 7. Kwa bahati nzuri Kule anaishi karibu na kisima, lakini changamoto kubwa ni chakula. Tunategemea kabisa mifugo, lakini kutokana na ukame tumepoteza wengi. Wale wachache tulionao tunauza kwa bei ya kutupa. Tuko hapa na tuna wenzetu ambao wamechukua mifugo wakaenda nao maeneo yenye majani. Kwa hivyo tunahitaji fedha za matumizi na wao pia wanahitaji. Wakati mwingine tunashirikiana na majirani zetu. Nikimuuza mnyama mmoja au jirani yangu akiuza wake, tunashirikiana tulichonacho na kupika uji. Afya ya watoto wetu imedorora sana. Mara nyingi tunapika uji tu na wakati mwingine tunalala njaa. Kulingana na naibu chifu wa Koya Francis Nalmalo, uhamasisho unastahili ikiwa njia mojawapo ya kuzuia vifo vya mifugo. Watu mashirika wakuja pamoja na serikali, wakuja pamoja wazungumze na wajue fuli ya kusuluhisha ya maneno na kusaidia watu. Na pia kufunza watu wause mifugo yao wakati ambayo wako na afya, na waweke pesa kwa bank ili baadaye wakati kiangazi inakuja wapate kusaidika na hiyo pesa yao ambayo wameisave. Badala waachilie tu mpaka kila kitu, wakati kila kitu inaisha wanaanza kuregret. Unaya Dano, mkurugenzi wa hospitali ya rufaa ya Kalacha, anasema kupungua kwa ufadhili wa wahisani kumeathiri sekta ya lishe. Generally within the hospital, most of the services are being supported by the government, but you see things like nutritional department benefits a lot from partners. And since the withdrawal of the partners, all those commodities have gone down. That means we might have cases which are unattended to. Some of them are defaulted while they are already in the treatment. Now that they are not treated means that they are defaulted. And not to default means now the status keep on deteriorating. Kulingana na utabiri wa hali ya anga, kufuatia kuenea kwa ukame katika maeneo hayo, shirika la Msalaba Mwekundu nchini limeanzisha hatua za mapema za kukabili ukame. Kwa kuchukua hatua hizo, wanatarajia kupunguza mizozo ya kijamii, hasa pale ambapo jamii za wafugaji hulazimika kuvuka kaunti kutafuta malisho na maji. Kulingana na Andrew Lente, afisa wa maji katika kaunti ndogo, tathmini ya pamoja inahitajika kati ya serikali kuu na kaunti. What I've so far experienced, the few balls which have been drilled, most of them have got either 1 meter cubed per hour, that's about 1,000 liters per hour, or they are deep to the extent that people cannot be able to operate those balls. Anaongeza kuwa suluhu ya kudumu ipo. If we try to save your water like creating of sand along our river, our seasonal rivers, more sand dams, surface water should be saved, like creating, you construct a mega dams or ponds to supply people with water. That is the only way out, not balls. Kulingana na mamlaka ya kitaifa ya usimamizi wa ukame, takribani watu milioni 1.76 wanahitaji msaada wa dharura wa chakula, na idadi hiyo inatarajiwa kuongezeka hadi milioni 2.12 kufikia Januari mwaka 2026. Mgogoro wa maji wa Marsabit si takwimu tu, ni mapambano ya kila siku. Siku zinavyoendelea kusonga, mikakati ya kudumu pia inastahili kuwekwa kuhakikisha eneo hilo linapata maji ya kutosha na salama. Aguturoza, KTN.